Mpenzi mtazamaji wa STV Online Media, leo tunakuletea taarifa njema kuhusiana na mgomo wa madereva wa daladala hapa wilaya Bariadi mkoa wa Simiyu. Ni kwamba mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Simiyu, Shemsa Mohamed, tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2025 amemaliza mgomo ulioitishwa na madereva wa daladala maarufu kwa jina la Hiace zilizokuwa zikifanya kazi kutoka maeneo tofauti kuja hapa mjini Bariadi mkoa wa Simiyu. Mgomo huu ambao umedumu takriban siku 6 kuanzia tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka huu 2025 umehitimishwa tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Mwenyekiti wa CCM Shemsa amelazimika kuitisha kikao baina yake na madereva wa daladala waliokuwa wameitisha mgomo kwa siku 6 zilizopita baada ya kuonekana viongozi wa serikali kushindwa kupatia ufumbuzi mgogoro huu. Sasa hapa ninakwenda kuweka video ambayo madereva wamezungumza kisa na mkasa pamoja na mwenyekiti alichokisisitiza kikubwa, akawasihi madereva kuhakikisha kwamba wanalipa ushuru na yeyote atakayekamatwa kwa uonevu ampe taarifa kiongozi huyu. Tusikilize hii ni STV. Elewana, naomba tupunguze tu jazba. Kwenye kama mmejiajiri na mnaweza mkajipatia kipato, chama ambacho kinasimamia serikali ni kuhakikisha mnapata mazingira mazuri ya kuendelea kufanya shughuli zenu na kujipatia nini? Kipato. Kwa hiyo mimi niwaombe tu mko mikono salama, kuweni wapole na nimekuja kuwasikiliza. Nao wakakubaliana wakatupa na eneo kwamba basi kaeni mfanye kazi zenu eneo hili, lakini muwe na utaratibu wenu ambao mtajipangia. Sasa mpaka siku ya Ijumaa watu hatuna hili wala lile, tunatahamaki tu, tunashangaa magari yanaanza kufukuzwa, yanakimbizwa. Sasa tukakoswa ni jibu lipi tutapata sisi? Tumekimbilia kwao tupate majibu mazuri, wakawa wanatupiga chenga nyingi. Changamoto yetu ni hiyo. Kwa majina naitwa Ayubu Richard, ni dereva anayefanya kazi zangu kutoka Maswa mpaka Lamadi. Changamoto yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, hili swala limekuwa la kujirudia sana. Kwa sababu moja, kuna watu wa bajaji pamoja na watu wa hizi gari kubwa tata. Changamoto inaanzia hapo. Kinapofika kipindi cha msimu, labda kipindi cha kiangazi, hii changamoto tutaiona kwa sababu unakuta abiria ni wengi. Lakini kinapofika kipindi hapa kama hichi ambacho abiria wanakuwa kusuasua, kwa hiyo changamoto kama hizi unaona zinajirudia. Na ukiangalia miezi ambayo tunaifanyaga mikutano ni hii miezi migumu. Kwa sababu moja, watu wa tata pamoja na wabajaji, abiria wanapokosa wanaichukulia Hiace ndio changamoto kubwa. Lakini hapana. Lakini Mheshimiwa, ukiangalia hata ukamataji wetu, gari inatoka Kahama, inakuja inafika pale, inashusha pale tunapopakilia sisi, na njiani inajaribu kudonoa abiria, inaenda na ambaki inafika inaingia Somanda, na hapo ukikuta yenyewe inabeba hapo njiani, hapo ambapo wao wanasema sisi tusiruhusiwe kubeba. Wewe ukibeba unapigwa mkasi, lakini yenyewe kibeba haipigwi mkasi. Kwa hiyo ukiangalia katika namna gani tunavyokamata, utajua kuna changamoto kati ya gari kubwa na hizi gari ndogo. Sometimes unakuta yeye mwenyewe na gari yake private anapiga mkasi gari na mwenye ende. Kama yeye anafanya hii kazi ya kupiga mkasi gari, au traffic atafanya kazi gani? Yeye ni wa kuamuru, bwana gari namba fulani imekosea, kamatini. Tunaenda pale tunafunguliwa kesi, kama ni faini nalipo inaenda. Kwa kweli nayo imekuwa changamoto. Pale tulikuwa tunapakilia CRDB, mpaka mkurugenzi na taarifa kwamba pale tunapakilia, tulijiwekea utaratibu kwamba gari inapanda dakika 5 10, ikipata kianzio wa abiria wawili inaenda inaenda. Wakatuletea mpaka wa mashine ya kutoza ushuru tunalipa 2000. Kwa jina naitwa Musa Shemeli, ni makamu wa mwenyekiti umoja wa Hiace Simiyu. Nadhani mpaka leo hii Mheshimiwa tulipo hapa tuko hali mbaya. Na kuambiwa kama twende Somanda tupakie Somanda,
ni sehemu ambayo kwamba haisi haiwezi kupata abiria. Nadhani hizo hotuba za zamani tumejaribu kuongea na nyinyi tukashirikiana kwamba jamani, Somanda haiwezi kupakia haisi na Tata inabeba shilingi 1000. Tunakoelekea sehemu njia moja inabeba shilingi 2000, ndio nauli zetu. Yaani bila kuumilia maneno. Anayechukia, anayejinyonga jinyonge. Kwa sababu ukiacha kwa mfano sisi tungeamua kulayo tu tukaweka mabango, sisi tukakuja makudaini, sisi tukaziba barabara, tungeonekana wakorofi. Na juzi hao vijana walikuwa wamefikia hatua mbaya, nikawaambia hapana. Swala hili nimeshalifikisha tuko hapo kwenye uongozi wa chama. Hata tukikaa hapa mwaka mzima, hiki ndio chama chetu. Mwenyekiti nimemwambia na viongozi nimewaambia. Tumeshirikiana na mwenezi tangia hao madereva wanawekwa ndani. Kwa hiyo mwenyekiti, mimi nikushukuru sana kwa uamuzi wako wakuja kutusikiliza, wakuja kuwasikiliza hawa vijana. Hayo mengine mwenyekiti anayosema hizo ni porojo tu. Hawa vijana wanalipa ushuru na mtu wa posti yuko pale na walimleta wao wenyewe. Hakuna gari inayotoka pale bila kulipa ushuru. Kwa hiyo mimi mwenyekiti, mimi nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kuja kutusikiliza sisi vijana wako. Naomba nieleze kidogo jinsi ilivyokuwa mpaka kukamatwa. Siku ya Ijumaa nikiwa mwenyewe kwenye gari natoka Mwamaparara napita Bariadi naenda Ramadi, nimekutana na gari la halmashauri hapo, wameikata full box mkasi. Mimi nikaondoka kwenda Ramadi, nafika hospitali hapo kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, gari la halmashauri likanipiga mkasi kwa mbele, inabidi nisimame ghafla pale. Wakasema unatoka wapi? Nikawaeleza, wakaniambia shusha abiria, kwa nini umeenda mjini? Nikamwambia mimi ratiba yangu inaniruhusu kupita mjini, na huu ni taratibu ambao tulijiwekea, tulikaa kikao pale CCM tukapata suluhu. Unaponiambia nisiende mjini utakuwa umenikosea. Pale tukaanza kutishiana. Alipopo jamaa mmoja akaniambia, unanijua mimi ni nani? Unanijua nimetoka wapi? Unaleta ubishi, unanijua mimi ni nani? Lakini hao wengine ambao walikuwa na wakamata, mimi nimeongea nao, wanasema changamoto, hamlipi mapato. Hamlipi nini? Mapato. Pamoja haisi zenu haziendi Somanda, lakini mnakwepa kulipa nini? Mapato. Na hata walipofanya operesheni yao ilikuwa ni kuuliza kama umelipa mapato au hujalipa nini? Mapato. Na wote waliokamatwa walionekana hawajalipa nini? Mapato. Kosa jingine la pili, tulikubaliana, nafikiri na nyinyi mnafahamu, kwamba hutakiwi kupaki sehemu kwa muda mrefu. Ni kushusha na kupakia aliyopo unaenda, lakini sio kupaki nusu saa, dakika 40. Si ndio ilikuwa hivyo? Na hiyo pia mmelikiuka. Hivi nadhani kwa sababu umeona maji yamekuwa shingoni, tumelapeka vya kutosha, umeona jitetee. Na kuahidi na kuhakikishia hamna haisi ambayo hailipa mapato. Kazi na utu tunasonga bila kuwa kufanya kazi na bila kuwa na utu na ubinadamu hatuwezi kufika. Mheshimiwa Rais ana utu. Mheshimiwa Rais ana nini? Watumishi wa serikali wanalipwa mishahara, wanafanya kazi, si ndio? Wanapewa nyumba, wanapewa magari. Nyinyi nani anawapa? Si mnajitafutia? Kwa hiyo mimi naomba mkitoka hapa mkaendelea na shughuli zenu. Hakuna atayeweza kuwaletea ugali nyumbani zaidi ya nyinyi. As long as kwamba mnafuata kanuni na utaratibu mliowekewa, mko sawa kabisa kufanya kazi zenu. Na chama kitaendelea kusimamia maslahi ya wananchi, kuhakikisha wanajipatia kipato, hawaendi kinyume na utaratibu wa kanuni na katiba ya nchi yetu. Mimi naomba mkalipe ushuru kwa wakati bila misukumo. Sehemu ambayo mmekubaliana kutokupaki gari kwa muda mrefu ni kushusha na kupakia, mfanye hivyo ili muendelee kujipatia kipato. Na
Endeleeni kukiamini Chama cha Mapinduzi. Endeleeni kumwamini Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais. Sisi wasimamizi wake tunamsaidia kazi. Na kwenye mkoa huu tumepata mkuu wa mkoa mzuri sana, kakaangu Kenan kiongozi. Kama mnavyoona, mwenyekiti wa mkoa ni kijana, mkuu wa mkoa ni kijana. Lazima tuhakikishe tunawasaidia vijana wanajipatia. Na sisi tunaamini vijana katika kutafuta. Na ndio maana huu mkoa unaona unaenda kwa kasi kubwa sana, kwa sababu wote ni vijana na hatutaki kuona vijana wakiwa wanateseka. Tutasimama kuhakikisha tunasimamia maslahi yao. Nikisema tuna mkuu wa mkoa jembe, ni jembe kweli. Umeelewa? Lakini yuko pamoja na sisi na wote anatuunga mkono na wote anataka mkoa wake ufanye kazi bila kuwa na migogoro na jambo lolote lile. Na pia nitumie muda huu kualika wakati huu tarehe 22 mwezi huu tutakuwa na jambo letu hapa. Tukiadhimisha miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa madarakani. Na hiyo yote kwa sababu gani? Hata nyinyi kufanya kazi zenu ni maendeleo ya miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kuhakikisha tunakwenda mbele zaidi kuona mkoa wetu wa Simiyu unakuwa kimapato, mkoa wa Simiyu unafunguka. Sasa hivi tunawekewa SGR pale. Watu wa Mara hawajapata, lakini Mara watakuja Simiyu. Hata wakitoa basi zao wakaleta Simiyu, si ni sawa? Kwa hiyo tufanye kazi. Tuheshimiane, tupendane, tutengeneze umoja na mshikamano. Na naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Mngeweza kufanya maamuzi kama yaliyotokea Ramadi. Mngeweza kufanya maamuzi yoyote, lakini mmetumia hekima na busara. Mkakimbilia kwenye chama, mkasema sisi hatuwezi kufunga barabara watu wakashindwa kupita. Sisi hatuwezi kuanzisha migomo ya kwenda kuhamasisha watu kufanya fujo. Mkasema sisi tulikiamini Chama cha Mapinduzi, sisi tukakipigia kura Chama cha Mapinduzi, na Chama cha Mapinduzi ndicho kimeunda serikali. Tutakwenda kwenye ofisi za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mimi naomba niwashukuru, mnapotoka hapa mkaendelee na majukumu yenu kama Kwa majina naitwa Samson Chacha Mahiri, ni katibu wa umoja wa madereva haisi Bariadi. Tunamshukuru sana mwenyekiti wa chama, tunashukuru Samia kumteua mama, kumwangalia mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa kwamba simamieni mkoa huo uangalie watu wangu. Na tunamshukuru sana Samia, tunamshukuru mwenyekiti wetu wa chama. Tunashukuru Chama cha Mapinduzi kiujumla. Asante. Kwa majina naitwa Thomas Lela Mangera. Kwanza nipongeze chama cha CCM, chama cha taifa letu na mataifa mengine. Hii nguvu ilionekana kwa athari tulioipata hii ndani ya siku 3. Nipongeze sana chama cha CCM. Nipongeze Tanzania yetu. Maana tumeathirika ndani ya siku 3, sio madereva tu, yani hata jamii imeathirika kulingana na hii hali iliyotokea. Kwa jina naitwa Musa Shemeli, ni makamu mwenyekiti wa umoja haisi Simiyu.
Mama tunamshukuru sana kwa jitihada aliyofanya mpaka sasa hivi tumepata sehemu ya kwenda kupakilia. Tunampongeza sana na Chama cha Mapinduzi tunakishukuru sana. Tutaenda nacho bega kwa bega, hatutaweza kurudi nyuma.